mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Father, we worship you and we honor your holy name. We thank you, King of glory, for who you are. We bless you, Abba Father, and we glorify your name. Tawala asubuhi ya leo mfalme, tawala mchana wa leo mfalme mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana
makusudio ya Bwana juu ya maisha yetu. Tunakukaribisha wewe Roho wa Bwana, tunakukaribisha ndani ya mioyo yetu Mfalme, tunakukaribisha uchukue usukani, chukua usukani siku ya leo. Roho wa Bwana, tawala kwa ukuu wako, tawala mioyo yetu mchana wa leo. Tena makusudio mema ya Bwana, tena makusudio mema juu ya maisha yetu, tena makusudio mema juu ya maisha ya watu wako Bwana, tena makusudio yako Bwana. Tusije tukapitwa siku ya leo Mfalme, tusaidie Mfalme wa ajabu kuelewa makusudio yako siku ya leo Bwana, ukatende yale uliyokusudia Bwana, ukatende mapenzi yako Mfalme, mapenzi yako ambayo ni mema juu ya maisha yetu, mapenzi yako ya kwamba tukaponywe, mapenzi yako ya kwamba tukainuliwe, mapenzi yako ya kwamba tukakombolewe, mapenzi yako ya kwamba Mfalme tukapate kuimba wimbo mpya, ya kwamba tukalinue jina lako, tukishuhudia makuu yako Bwana. Tena mapenzi ya Bwana, karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana, karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana, karibu, fanya mapenzi ya Bwana, karibu Roho, fanya
mwako itanifariji, your name Jesus, there is no one else like you Lord. Tunatangaza mfalme siku ya leo Bwana, ya kwamba tukae uweponi mwako mfalme wa ajabu, tukae nyumbani mwako mfalme wa wafalme siku zote za maisha yetu Bwana. Tusiondoke uweponi mwako mfalme, tusiondoke kwenye nyumba yako Bwana wa majeshi. Ni ombi la mioyo yetu mfalme wa ajabu, ya kwamba tukatulie katika nyumba yako Bwana, ukatuneemeshe mfalme wa ajabu, kutulia uweponi mwako Bwana, uweponi mwako ambapo kuna amani, uweponi mwako ambapo kuna furaha, uweponi mwako kuna uwezo mfalme wa ajabu. That is our prayer this afternoon Lord, that we may dwell in your presence oh God, in your presence Jehovah my Father, in your presence oh God Almighty, in your presence precious Father. Tusichoke kukaa nyumbani mwako Bwana, tukae uweponi mwako mfalme. Tusaidie mchana wa leo Bwana, tusaidie mfalme wa rehema, in the mighty name of Jesus. Uweponi mwako kuna Saidia tu kuinua mikono yako tukiendelea kumwabudu Bwana. Inua tu mikono yako dakika moja, mwambie Baba kuna amani mikononi mwako. Mwambie Bwana, I surrender myself this week oh God. Uweze kutuongoza, uweze kunielekeza. Nimejiongoza mwaka mzima Jehova, and it is my prayer to finish well oh God.
In the mighty name of Jesus. Labuna mazoka rababozi. Yakaraba kanda bazoka rababozi. Chukua tu dakika 5. Just pray for yourself. Mwambie God, I surrender my life to you. I surrender everything to you, God. Yakaraba kanda bazoka raba. Mwambie God too, I surrender all unto you, my Father. Shatabakanda bazoka rababozi. Shatabakanda bazoka rababozi. Shatabakanda bazoka rababozi. Shatabakanda bazeka rababozi karabakanda. O mazoka rababozi ya sharabakanda baganda. Yakarabaganda riba. Yakarabaganda rabahata rababozi. Shatabakanda baganda riba boze keyanda. Shatabaganda riba. Tuko na maombi ya wiki mzima. Mwambie Bwana Jehova mazoka riba boze. I prophesy and I decree to finish well in the mighty name of Jesus. Yakaraba boze kariba. Yakaraba kanda bazoka raba boze. Yakaraba ganda raba boze kariba. Nyenyekea tu mbele za Bwana, mwambie Bwana, I need you King of glory. Nakuhitaji Bwana. I need you upon my life. Ninakuhitaji mfalme wa wafalme. Ninakuhitaji Mungu wa miungu. Ninakuhitaji jemedari wa vita. O mazeke rebena mazoka rababozi. Shatabakanda bazoka ribabozi. Yakarabakanda baganda ribabozai. Shatabakanda bazoka ribabozi kayanda baganda. Yakarabakanda baganda riba. Mwambie Bwana tu, I surrender myself to you. Inahitaji mwongozo wako. Inahitaji kuelekezwa na wewe. Inahitaji kushindaniwa na wewe. Inahitaji neema yako Bwana. O mazoka riba boze kayanda ba. Yakaraba kanda baganda. Yakaraba boze kerebena maganda. O shatabakanda bazoka riba boze. Yakaraba kanda baganda riba boze keyanda baganda. O shatabakanda bazoka riba boze. O shatabakanda baganda rima hata raba bozeka. Yakaraba kanda baganda riba boze. Yakaraba kanda baganda riba. Tunatangazia ulimwengu wa kiroho wiki hii Bwana, ukaweza kunyosha mkono wako uliye na neema, mkono wako uliye na ushindi, mfalme wa wafalme. Wacha jina lako likatukuze mfalme. Wacha jina lako likainuliwe Bwana, zaidi ya falme zote, zaidi ya uweza wote, zaidi ya ngome zote Bwana. Yakaraba kanda bazoka riba. Yakaraba kanda bazoka riba bozi. O shatabakanda baganda riba. O mazeke rebena maganda. Mwambie Bwana tu, ninahitaji rehema zako. Ninahitaji rehema zako Bwana. O mazeke, wakati mwingine nategemea nguvu zangu, wakati mwingine nategemea maisha yangu, lakini najikuta nimeshindwa kumalizia. O mazoka raba. Mwambie Bwana tu, I need your grace. I need your anointing, my Father. Yakaraba kanda bazoka riba bozi. Yakaraba kanda bahata riba bozi. O mazeke rebena maganda riba bozi. Shatabakanda bazoka raba bozi kayanda. Shatabakanda baganda riba bozi. Rakabakanda baganda rima hata raba bozai. Rekabakanda baganda riba bozi kayanta baganda. O mazoka raba. Nyosha mkono wako ili watu wauone, warisifu jina lako. Asante mfalme wa Israeli. Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake, na kwa hivyo kumalizia kwa mtu ni kwa dhamana zaidi. Na so it is my prayer ya kwamba Mungu akaweza kutusaidia, akaweza kutuonekania katika ndani ya maisha yetu. We give you glory, we give you praise, we give you honor, my Father. Tumefungulisha baraka zetu na ushindi wetu katika jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe mfalme wa wafalme, utukuke Mungu wa miungu. Uhimidiwe mfalme wa wafalme, na wacha ukaitike Mungu siku ya leo katika jina la Mungu Baba,
jina la Mungu Mwana na Roho Mtakatifu Baba tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen and amen. Tupige Yesu makofi mazuri. Praise him, may God bless you so much. Ningetaka kuwahubiria neno kwa kifupi sana. Leo ninataka by saa 8:30 niwe nimemaliza ibada na nipatie watu nafasi ya kuomba. Unajua maombi ni kazi na lazima ujitoe katika maombi, na ni vizuri Mungu akaweza kutusaidia. You can have your seat in the presence of God. Tuko na siku 7 in the presence of God of prayer and fasting, na tunaamini ya kwamba Mungu ataweza kutembea nasi na ushindi wa Bwana utaonekana katika ndani ya maisha yetu. Ningetaka kuleta neno la Bwana siku ya leo. Ujumbe wetu ni how to finish well, either financially, spiritually, marriage wise, everything that you do in life. Na ni vizuri kujiuliza ya kwamba nitamalizia namna gani, because watu wengi hawaangalii vile watakavyomalizia. Mimi kama kuna kitu naangaliaga sana in my life, nitamalizia wapi katika maisha yangu. I never live the life of today. I live the life of 50 years. Even wakati sitakuwa ya kwamba nitakuwa na exist. Na sisemi ya kwamba nitakuwa in a spirit, lakini nasema ya kwamba kuna watu mpaka majina yao, watu kama Ida Hosa, watu ambao walitembea na nguvu za Bwana, watu kama Catherine Kuruma, watu ambao walitembea kina watumishi wakubwa. Wengine tulikuwa nao hapa Kenya walikuwa naitwa Mlima, wanawajua watumishi wengi wa Bwana. Na kama kuna shida ni wakati unakufa na unasaulika, ama unaishi and you never exist. Na kuna mahali nilikuwa nahubiri na nashukuru Bwana, wale walikuja hapa asubuhi walipigia, sikia nimepigiwa mtu na simu, mchungaji mmoja akanipigia simu wakati nilikuwa nafanya kazi ya publicity kwa ministry. Na sio ya kwamba tulikuwa tuna flashback many years ambao tumehudumu na yeye, na akanikumbusha wakati tulikuwa tunajenga kanisa, hatukuwa na mabati na hatukuwa na chuma, tulienda kuambia muhimu atukabidhi. Na nikamwambia, my brother, haijalishi kile unapitia ndani katikati, lakini vizuri kuangalia utamaliziaje katika maisha yako. Wapendwa, kuna wakati utajaribu kuomba na hutaweza kuomba. Na ndiposa Biblia inasema in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1, inasema remember your creator in the days of your youth, before the evil days come, that you say I have no pressure in it. Na kujua kwamba kuna watu watalia sana, kama ujumbe ambao nitahubiri kwa moyo jioni, about ya kwamba tuweze kuangalia yale maneno Yesu alisema in the book of Revelation. Akasema about the white horse, the red horse and the pale horse. Na nikawahubiria, nilikuwa nasema ya kwamba mambo hii yote imeisha. Tumegojea sasa mahali tumeingia kwa one world religious, one world order and one world coin. Na sasa hapa watu hawatakuwa na nafasi ya kuomba. Majira ambayo tunaingia, watu wengi hawataweza kuomba, na watu hawatakusanyika makutano, manyumba ya Bwana. Na ndiposa unaona tajiri ambayo inaendelea saa hii kwa media ni ya kuwatoa watu katika kanisa, lakini watu wanaona kama ni jokes, mpaka wengine wanacheka, wanasema ya makanisa, lakini hawasomi neno la Bwana in the book of Daniel, na in the book of Ezekiel, na in the book of Revelation and Matthew chapter 24, and the book of Thessalonians and the book of Timothy, where the Bible ilituambia nyakati na wakati. Na pendezwa na kanisa yetu ya Seventh Day, wao wanajua kuhesabu mihula na wanajua kuhesabu nyakati. Kuna wimbo umeimbwa na Kerubo, uende katika TikTok utakuta wimbo umeimbwa na Kerubo wa 666, na pia ile ameimba ya kwamba nyakati za mwisho. Alisema watu hawajui mihula ambayo Biblia imeandika. Na ukisoma Biblia ni kweli. Ukienda kwa Biblia, na that's why I love to read the word of God in the book of Daniel, Ezekiel na Revelation. Unanikutaga nikisoma hizo. Hii vitabu vingine imeandikwa na kina Paul, sio sana natakaga kuangalia, lakini kuna zile ninajua kwamba this is a prophetic words, na hazina kupembeleza, na hazina kupembeleza mpaka dhambi na maombo hayo yote.
So unakuta ya kwamba wakati kerubu ameiba hiyo kuhusu mihuri 7, unaangalia ya kwamba hii mihuri imeisha. By the way, wapendwa, kama kuna kitu tunafaa kuelewa, ile tulikuwa tunangojea ni hii, watu wote watoke kwa makanisa. Halafu wakati watatoka kwa makanisa, ya kwamba the rapture will take place. Na that's why Yesu, Biblia inasema in the book of Revelation chapter 6, ya kwamba kuna wale wanauliza watalipishiwa damu yao mpaka lini. Yesu anaamuka na wafunga mishipi mpya. Anawaambia ngojeeni kidogo tuone kama idadi itatosha. Maana idadi haijatosha. Watu waliacha Mungu kitabu. Wachungaji waliacha Mungu kitabu, waombezi wanaacha kitabu, Mungu kitabu. Wengine mpaka wanahubiri online. Ile matukano wanatukana na ni injili, mpaka wakitamuka sehemu za siri mbele za watoto na watu. Unakuta ya kwamba hii mambo injili ni watu hawaelewi majira. Lakini ukisoma in the book of Daniel chapter 5, Daniel chapter 6 and Daniel chapter 9, chapter 7, understand the time and the season. Alafu angalia mahali Danieli aliambiwa ya kwamba weka mambo hayo katika seal, itakuja kufunguliwa. Chapter 6 of Revelation ndio hiyo. Sasa seal inaanza kufunguliwa out of Daniel presence. So hakuna kitu kingine tunangojea. Kwa hivyo Melody, ukae sawa sawa na Mungu. Harusi ya mwana kondoo. Wewe unaomba Mungu akupatie harusi na maybe kanisa itakuwa imeteke rapture. Bwana asiwe sana. Na sio, ni vizuri kuelewa nyakati na wakati. Kanisa mahali imepotea ni kuelewa nyakati na wakati. Na Biblia inasema watu wengi watakuwa wanajipenda na watapenda pesa, na wengi wataacha injili iliyo ya kweli. Watafuata mafundisho yao na injili ambayo inawafeva katika ndani ya maisha yao. Na sio, ni vizuri mwambie God, I want to finish well, ya kwamba spiritual life na maisha hii dunia. Nimekwambia mimi maisha ile naishi siku ya leo. I never live today. I nobody angalia ya kwamba maisha yangu ya uzeeni. Hata mtu yote ananikaribia, ukinikaribia naanzaga kukwambia, how do you plan about 80 years to come? Wakati utakuwa na miaka 70, wakati hautakuwa naweza kuomba. Saa hii ninalala kanisani, kuna wakati sitaweza kulala kwa kanisa. So wacha kuona kama unachokeshwa na ibada. Wacha kuona kama unachokeshwa na Mungu. Hata hii mikesha, kuna wakati mimi naangaliaga Archbishop Harrison, kuna wakati walikuwa naenda mkesha the whole week, from Monday inamaliza Sunday. Lakini saa hii anatengeneza once per month. Bwana asifiwe sana. Because ya kwamba miaka inakataa na pia majira inaenda. The same. Kuna wakati mpendwa utajaribu kuja kwa kanisa lakini itashindikana. So understand the time and the season. Na ndipo Yesu aliangalia akasema, na kurudi kwangu msiwe wa mama wajawazito. Sijui hiyo tutafanya namna gani, because wa mama wanaendelea kupata watoto. Pasa Zakayo na Pasa Karaja. Bwana asiwe sana. Na Biblia inasema kurudi kwa mwana kondoo, tuangalie sana wa mama wasiwe wajawazito. Number 2, asiwe mama ananyonyesha. Number 3, kusiwe wakati wa baridi. Na kusiwe siku ya Sabato. Because ukiangalia makanisa yote inafurika wakati wa Sabato. Because watu wote wanakuja monada on Sunday. Inaitwa monada, Catholic. Bwana asiwe sana. Ya kwamba tunakutana hapa Sunday. Lakini Yesu akasema muangalie sana ya kwamba kurudi kwake. Na sasa kurudi kwake kukiwa Wednesday, Pastor Karaja utakuwa wapi? Kurudi kwa Yesu kukiwa Saturday, utakuwa wapi? Kurudi kwa Bwana kukikuwa Tuesday, utakuwa wapi? Because Yesu alisema muangalie sana kurudi kwake kusiwe siku ya Sabato. Na number 2, kusiwe unanyonyesha. Alilia wa mama wale watakuwa wananyonyesha na wamama wajawazito. Sasa hii wana youth sijui Pastor Karaja utawaambia namna gani? Bwana asifiwe sana. Kuna dada amenibariki yako pale, God bless you. Ameniuliza swali aliniacha kwa ofisi. Nikicheka, na Mungu akubariki kwa hiyo swali umeniuliza. Ameniuliza mchungaji, na hii wazee 24 wameandikwa kwa Bible, walitoka wapi na walikuwa wapi? Pastor Karaja, wazee 24 walitoka wapi? Na Biblia inasema ya kwamba the world was null and void and the Holy Spirit of God was hovering there. Sasa dada yetu akaniuliza ya kwamba na hao wazee 20 walitoka wapi? Nikawaambia walikuwa the host of heaven. So wapendwa, kama unajitolea kwa Mungu, jitolee sahi. Kama unaomba, omba sahi. Kama unalala mikesha, lala sahi. Wanayudhi ambao tuko na wao, kabla uanze kuombea ndoa, unafika mahali unataka kuja kanisa, mzee anakuambia hapana, hakuna mahali kunaendwa sahi. Nataka uniwekee mikorogo, na ni saa 6 usiku ndio ameingia. Unamwambia hakuna mayai, anawaambia aende ukaombe kwa jirani. Kabla ufika to that point,
Biblia inasema remember your creator in the days of your youth. The time is coming. Utajaribu kuomba. Juzi nilikuwa nimetembelea Bishop Mutua, mnamjua. Yule mzee ako na miaka 100. Na nilikuwa namwambia mimi nataka hii neema. Hata kama nitakuwa na miaka 100, sitainama. Ya kwamba niachwe kama nimesimama tu kama mudheshaitu. Nimesimama. Na ukitaka kufanya hivyo, unajua kukaa na hao wazee. Unajua kukaa na baba wa kiroho. Ukitaka usiname wakati wa uzee wako, uangalie sana, usisumbue baba yako wa kiroho. Ukimsumbua ama muondokee na madharau. Nitakufundisha the book of Solomon. Solomon ndiye alikutana na mambo mengi. Na unajua Solomon akiandika in the book of akiandika kitabu cha Proverb na akiandika Ecclesiastes and the Song of Solomon, alikuwa backslider, alikuwa backslide. So alikuwa akiandika akirejea kwa Mungu na akiambia watu msipitie ile njia nilipitia. Paka akafika mahali akasema kiogo kebu kionekana na njia ya odhigu. Kichwa chenye mvi kinaonekana na njia ya utakatifu. Na sio ya kwamba saa hii unaona watu mpaka wakiwa na kuna marafiki wengi wako kwanza mmoja ako na 30 years. Alifikisha 30 years last year lakini mvi umejaa kwa kichwa. Juzi nimekuwa mahali nikakutana na rafiki wangu mwingine nikamwambia kichwa imekuwa ya white. Na nikijua hakika ako na miaka 30. Ako na 30 au wawili najua ako na 30 years lakini kichwa ni ya white. Ni vizuri uangalie vizuri kwa nini watu wanakuwa na vichwa ya white wakiwa watoto. Siko hapo, nitakufundisha maana hii ni topic nzito, inataka nifundishe wiki mzima ili tuone ya kwamba vile watu. Kwa hivyo usisumbue baba yako wa kiroho na usitoke na madharau, utainama. Unasikia melody? Kuna Biblia inasema mgongo utakataa. Okay, nitawasomea time wakati kwa Herodho alikuwa anasema hii maneno. Na sio ni vizuri ujue ya kwamba kile chochote unafanya saa hii shetani hataki umalizie vizuri. And that's why this week hata kama tunaombea financial breakthrough na mambo yale mengine, for us we pray for the grace to finish well. You know sometimes God rebuke me. Wakati aliniambia ombea watu to finish well. Mtu akinikaribia, hata watu wale wanafanya biashara wale wananikaribia na waonyeshaga biashara. Kama umeajiriwa, ukuwe na biashara ingine. Na so number one, ili umalizie vyema, it is understanding the time and the season. Elewa nyakati na wakati. In the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Biblia inasema there is a time and season for everything. Kuna wakati tungechezea Mungu. Lakini wakati unapata familia, usichezee Mungu. Kaa kwa Mungu hata kama ni kukali namna gani. Na usiwahi ongea hilo na madhabahu. Na usiwahi ongea kinyume na Mungu. Na usiwahi ongea kinyume na maisha yako and your calling. Understand the time and the season. Na kwa Herodho akijirudia, kama kuna kitu alizingatia sana ni kitu inaitwa the time and the season katika ndani ya maisha yao. Nilikuwa na mkutano wa wasichana jana na nilikuwa naambia wasichana ya kwamba wajue wanaume hawana menopause lakini wamama wako na menopause. Na kwa hiyo msichana wote anafaa kujipanga na kukaa katika Mungu. Ya kwamba katika ndani ya maisha yake ajue kuna majira, asidanganyike, asiingie katika deception. Because kuna marafiki wanakuingiza katika deception, wanakuonyesha you are still in the fashion, you are still mingling and whatever, but understand the time and the season. Hata wachungaji understand the time and the season. Kuna wakati Pastor Charles utajaribu kuruka lakini itakataa. I wish kama ungenijua wakati ule wa kitabu nilikuwa naruka futi 4. Saa hii nasikia mwili ni mzito hata kuliko mimi. Magoti nakataa. Bwana asifiwe sana. Lakini samani kuna mahali ningeruka. Ningepiga drama hata masaa 12 na nisichoke. Tulikuwa tunasifu. Hata saa hii kuna watu walikuwa naomba. Kuna wakati juzi nilijaribu kwenda dry fasting ya siku 4 nikaona siku ya 4 nikaona kama nitaona Jerusalem. Lakini kuna wakati nilikuwa naenda siku ngapi? Pasakaraja? Siku 7 na niko sawa. Saa hii niko na stress ya kununua uwanja wa kanisa, basi ya kanisa wa shirika. Kwa hivyo hapa asset inateremka kwa haraka sana. Bwana apokea sifa sana. Na hii hauwezi ukaiambia shidwe, inapelekana na miaka. Pastor Charles kuna wakati huko na stress. Saa hii Pastor Zakai hakuwa na stress, saa hii anaelekea secondary. Ndio utaona sasa ameanza kujiongeleshea akiwa ndani ya kanisa. Anaanza kufanya ni kuhubiri, kuna hubiriwa, lakini maidi imetoka kwa kanisa, ameanza kufanya 1 2 3. Uliza Mama Shiko, nimemwona hapa. Yule Mama Shiko amekuwa na watoto wawili secondary na mmoja primary. Msichana ameolewa na askari na huku. Ako na kijana na huku. Mawazo yake inaenda kama biroli. Ya kwamba wacha nikwambie,
Mama mtu anafikiria kulea watoto ambao Pastor Charles, wewe hauna stress ya watoto. Hata Pastor Zakayo hauna stress ya watoto. Lakini sasa watoto wafike teens, wanauliza baadhi, nini huyu mama, huyu mwanamke wako, anaitwa mwanamke wako. Huyu mwanamke wako nini ananisumbua nayo? Wakati msichana anajiangalia, because kuna mzazi hakuangalia time and season. Na ni vizuri wakati wote ukitaka kumalizia vizuri, uangalie time and season. Na ndiposa unaona watu wamenyimwa time ya kumtumikia Mungu. Wakati wamezeeka ndio wanakuja kusema na ukiniita, mpaka maneno inatoka, unasikia ni kama anatodoia, ana shida, ni unakaa kama deputy president wa Uganda. Bwana apokee sifa sana. Wangapi wanajua deputy president wa Uganda? Hata hajuagi nini kinaendelea. Hii dunia hajui, hata hajui kama ni deputy. Bwana asifiwe sana. Lakini afadhali huyo mtu angefanywa deputy akiwa kijana wa miaka 20. Ya kwamba Biblia inasema Josiah alianza kuongoza akiwa na 15 years. That is eating the best of the land. Kuna watu watajaribu. Nimeenda prayer center kule Gong kwa Kichaka. Nimejikuta ya kwamba na wazee. Kwanza kuna mzee nilikuta hapo na mke wake. Okay, mke wake alikufa, ameoa mke mwingine. Sasa akona mke wake sasa hivi akona 55 years. Na mzee akona 80. Tukiongea hapo akaniambia, mwanyake uko hoya na hinya dogo thokia mahori. Aliniambia ati kijana, unaomba na nguvu utaharibu nini? Mabavu. Nikamwambia baba yangu, Mungu akubariki. Akaniambia nimekuja kutojua Mungu anataka na mimi nani? Anataka mimi na nini? Yaani ako fasting. Wamesimamisha gari hapo, walikuwa na hali ya KDC. Lakini wako msitu wa Gong akitafuta sauti ya Mungu. Mungu anatakaje na maisha yake? Ona wewe gaire mundu wa miaka 83 ito komwira ndako ya miaka 15 ugore guko iguru ninakupatia miaka 15 sahi ako na 83 ameenda mlima wa Gong akiwa na bibi yake. Hata tunataka kujua sauti ya Mungu vile anataka. Sasa hata nikaona hapa hakuna mchungaji wa mataifa. Bwana apokee sifa sana. Hivi kama unaenda kwa mataifa, wacha mchezo na injili. Understand the time and the season. Hata wakati huu kwa wakati wa mlima wa kuomba, mwambie Bwana, hata kama tunaombea financial breakthrough, hata kama tunaombea baraka, help me. Daudi alimwambia Mungu in the book of Psalms 90, nisaidie kuhesabu siku zangu, niweze kufanya nini? Kujipanga. Help me. Wana viongozi wa youth, saidieni wana youth waambie to please understand the time and the season. Wakati mwingine naangaliaga mpaka viongozi wa kanisa, ninawahurumia. Vile mnasikiaga wachungaji wakikuja hapa wanasema, mchungaji Garoia, ya kwamba kile unakulia sahihi ni ile maombi tulikuwa tunaenda kwa Kichaka. Kuna huyu secretary wetu tulikuwa tunaenda nao kwa Kichaka, kwa msitu. Tulikuwa tunalala mahali, tulikuwa tunalalia sawdust. Tuliishi maombi ya Kichaka from Monday. Tunaingia Monday, tunatoka Saturday jioni. Kesho ni deliverance service. Tukienda hapo kuna ibada, tunaendelea fellowship. Ya kwamba sahihi ndio hii na wahubiria naye. So ukijiriganisha na mimi na huku events kule, utahubiri mahubiri 200, ukuwe empty. Bwana apokee sifa sana. Ukiwa empty, utaanza kukasirikia watu. Unaambia watu mnakaa hapa kama mko mochari. Unafikiria hapa ni mochari, mpaka unakuja uso kwa madhabahu mpaka watu wanauliza, huyu mtu ameleta vita ama amekuja kutuhubiria? Ni maneno sasa unatumia ugali. Unatumia ugali kwa madhabahu. Unaongea vibaya. Because ya kwamba your account is empty. You need to have. Mimi ni hudumu na pasa alikuwa anatuchapa kofi. Baba yangu huyo mwingine alikuwa pasa, nilikuwa na interpret, ndiye alinifundisha kuinterpret. Nilikuwa na interpret hapa, ananichuna nikiwa kwa madhabahu. Wakati nimesema kiwa, na unajua alikuwa na enda bio. Ndienda kwirado, nataka kuambia watu, Jesus, Yesu anakuja. Ninakataa kushika, nasema hivyo anakunya, ananikaribia hapa. Unajua kanisa ya Sebre iko na bao hapa mbele. Ananichunia hapa. Anakuchuna kama kamasi ile ya uchungu inatoka kwa mapua na machozi. Anasema na hapa kuna na wega wa Ngai. Ginya my brother, aliganagirwa kajita my brother, mpaka my brother amelia kwa ajili ya uwepo. Na nilokunyu. Ukiniangalia hapa na kuanga na si hapa. Na nilokunyu hapa ukiinterpret. Hao ndio wachungaji walitulea kiroho. Walituonyesha fasting ilikuwa kwa rasmi. Nionda ukikataa kuhudhuria ibada ambayo anaelekeza, you are not a leader in the church. You are not a leader in the church. Na sio ya kwamba nilielewa nyakati, it was not easy. Haikuwa rahisi.
nilionyesha Pasa Zakayo, yule mke wa pasa nilikwambia, yule nilikuwa nabeba na mgongo anaitwa Wajeri. Watu hao wote ni wachungaji wengi, isipokuwa huyu amekuja kutuaibisha kujinyongea hapa Kawagware, na alikuwa amekuja hapa kanisani, alikuwa anaitwa Duati wa Baba Mambo. Lakini baadaye alienda akamaliza kujenga nyumba nzuri, sijui vile alifikiria, na akajipiga picha na hiyo nyumba, lakini usiku akajinyonga. And he was a man of God. Lakini others who say, although alikuwa mke wa pastors, watu wengi walikuwa wachungaji. Na sio kwamba lazima uweze ku understand the time and the season. Elewa nyakati. Fundisha watoto wako. Hata wewe elewa wakati wa kumtumikia Mungu. Imagine mtu ambaye ameishi Gulf, na sisemi ni vibaya, na aliitwa akiwa worshiper. Alafu akae Gulf 14 years. Na alienda kule akiwa na 39 years. Atarudi Kenya akiwa na almost 60 years. Ama 50 something years. Akikucha madhabahu wanayudhi wamechukua, ndio naongoza worship. Baadaye wakati amefikisha 70 years, neema ya Bwana inashuka. Mungu anamtokelezea kwa madhabahu, anamuonyesha kwa ndoto akiongoza worship. Nilitamani kuwa worshiper, lakini haukuelewa wakati, haukuelewa nyakati. The reason we fast, it is God to help us to understand the direction of God. Mungu atusaidie mwongozo, tutafanya namna gani? Hatufasi kutesa mili, hapana. Hatufasi kwa maana hatuna chakula. We fast to understand the direction of God. Praise the mighty name of the living God. And it is my prayer today. The reason we pray, hatutaki kujiongoza, hatutaki kujierekeza. We need to understand the time and the season. Wakati tuna understand the time and the season, number 2, we understand the direction of God. Watu wengi wamepoteza direction, maana the work of the devil ni kukosesha watu njia. Amekosesha watu. Wengine walikuwa worshiper, wengine walikuwa intercessor, wengine walikuwa the great men of God and the women of God. I was talking with another man of God this morning, na wakati nilikuwa naongea na yeye asubuhi ya leo, alikuwa nalia akiniambia, mtumishi wa Bwana, mimi nilikuwa kiongozi, nilikuwa pastor, nilikuwa associate pastor wa bishop, ningekuwa na ministry kubwa, ningekuwa bishop, tulikuwa tunahudumu na kina Reverend so and so. Lakini saa hii ndio ninamtafuta Mungu. Ili kwamba nilipoteza, nilikwazwa, niliona ministry imekuwa nzito. Tukaamua na mke wangu, we leave the ministry. Saa hii ndio alikuwa akiniambia kwamba siende uongee na dad, na atakusikia. Mwambie niko tayari kwenda kumtumikia Bwana. Lakini wakati ananiambia ako na 60 years. Saa hii kutafuta kulisi uwaja wa kanisa. Zamani kulisi uwaja wa kanisa wakati wake, uwaja ilikuwa inatoka 20,000. Uwaja 1 acre kukomboa within town, it is 20,000. Saa hii tunalipa 70,000. Hapa tunalisi 70,000 per month. So ya kwamba niambie kutafuta uwanja wa kulisi saa hii 70,000 uanze kujenga. Wakati wa zamani hii mabati ilikuwa inatoka 300. Saa hii nilikuwa nauliza Pastor Kuria, hii mabati inatoka pesa ngapi? So saa hii to run the ministry, saa hii angalia ile sheria tumewekewa ya ministry. Niogo kidogo woe savyo higa kanitha winoke. Bwana apokee sifa sana. Enda usome hiyo sheria iliwekwa hapo. Because ya kwamba watu hawaku understand. By the way, hii sheria iliwekwa iko kwa Bible ili tuingie katika one world religious. Lakini ya kwamba watu kanisa yelewi majira na wakati. Na so ni vizuri mwambie God, help me to understand the time and the season. Number 2, ya kwamba the direction of God. Na ni vizuri mwambie God, sitaki kujiongoza. Na ukiangalia mahali ulijiongoza, ulipotea. Hii ni mimi na Pastor Karaja tutaweza kuelewa nikisema kujiongoza. Ukijiongoza waweza kusimama kotini dakika yote. Ama namna gani Pastor Karaja? Unajikuta unasimama pale at the river. Unachukua Bible. Hata watu wengine ambao wakiingia kwa marriage hawakuuliza Mungu the direction of God. Walioa mtu kwa maana ako na dimples. Wengine walioa kwa maana ako na hips.
Na hawajui hata shosho yetu alikuwa na dimples, lakini tukimzika nilizitafuta siku ziona. Niliona tu ngozi yake ilikuwa inakaa kama unaona begosi yako hada. Unaona ile niliangalia shosho yangu maana alikuwa rafiki wangu, nikasema na kweli urembo ni bure. Huyu ni Yesu shosho yetu. Ukitaka kujua shosho yetu alikuwa anafanana namna gani, angalia my sister ako hapa, ama uangalie my mom, ama uangalie sita za my mom, utawaangalia utajua hivyo ndivyo shosho yetu alikuwa anakaa. Lakini baadaye, lakini shosho yetu alijua nyakati na wakati. Alinifundisha kutafuta Mungu. Alinifundisha kujitolea nyumba la Bwana. Kwake nilikuwa naenda ananiambia, hauna pesa ya kwenda sadaka? Beba hii viazi. Ananipatia debe moja ya viazi. Uende usimame nazo ukipatiwa ushuhuda. Utoe ushuhuda. Pastor Karate amekuwa full gospel sana. Unajua kwamba shosho yetu ameishi full gospel. You cannot come and give the Lord the glory come by the way and go home. You must consider what God have done it upon your life. So nilikuwa nauliza shosho yangu, shosho, uko na hii miaka yote? Akaniambia ni kutafuta Mungu. Ukitafuta Mungu anakupatia the direction. Haujiongozi. Hata ukijamu, hata ukipitia mambo mazito. Sasa wengine tumeokoka na sisi ni kama Zakayo. Tumeokoka tukiwa na devu. Baada ya kukunywa bangi, kukunywa dawa za kulevya. Pasa Zakayo, jitetee. Usijilinganishe na watu wengine hapa waliokoka wakiwa watoto wadogo. Mbona apokee sifa sana? Usijitetee na watu wengine, hata wakisema leo siendi kesha, usiende. Mbele ya kunonene, wakikuja kesha ulikuwa unakunywa brogoto. Ulikuwa unakunywa brogoto hii. So unasema hapana, sitapoteza muda. Sisi tukitumikia Mungu pasa Zakayo, bagi ilikuwa kwa mapua hii na pua hii na ingine kwa mdomo. Ukiambia watu vile wewe ni fire si fire. Wewe ni mnoma sio noma. Unavuruta hivi. Lakini wengine hapa walikuwa nalia, "Woi guys. Oh ya la bazika." Hapo kuta mtu amesema siendi leo ibada, unasema huendi. Understand the time and the season. Number 2, understand the direction of God. Usifanye kitu. Hata hii mambo yote unaonaga naongoza. Ni kuna wakati najifichaga peke yangu. Namwambia God, nitafanyaje? Musa alikwambia hatoi watu hawa hapa kama hutatembea na wao. Mambo yote ukifanya, unamwambia Mungu, I need to know your direction. Biblia inasema ya kwamba in the book of Psalms, wana wa Israeli walijua matendo ya Mungu, lakini Musa alizielewa njia za Bwana. Alielewa the path of the ways of the Lord. Alijua the direction of God. Kuna wakati mtumishi mmoja alikuja, alikuwa anataka ningekuwa bishop wa kanisa moja ya Amerika. Tulikuwa na brother Jehia, anakuaga kule Githurai. Wakati walikuta vile nahubiri pale Girigiri, akaniambia hii anointing si ya Geshagi. Na ni wazungu. Akaniambia we are ready to make you a great. Nikawaambia please. Na wakati huo ni wale wamenisikiliza ofisi, nikipigwa na huyo mtumishi wa Nakuru. Wakati huo nilikuwa na kiatu ya mwalimu chini. Imeinama, inakanyaga na side na trouser ni kubwa kama ni ile ilikuwa imewekwa hapa na vini na nani hapa. Ungeniona nilikuwa mzee. By the way, my cousin aliniambia kwamba afadhali kuokoka, anaitwa Mogo wako pale Githunguri. Aliniambia wewe ulianza nyuma maisha. Ulianza kuwa mzee, umekuja ukirudi kijana. Na sisi tumeanza kijana, tunaenda tukiwa wazee. Nikamwambia si uzee, ni nguo zile tulikuwa tunavaa wakati huo. Maana koti ni ya kupewa. Na tai ni ile ya kamba, na trouser ni kubwa kukuliko. Kiatu ni kubwa kukuliko. Unavaa namba 6, lakini umepatiwa na anko yako anavaa namba 11. Kwa hivyo kiatu yako imefika mwisho, lazima inuke pale mbele hivi. Lakini ya kwamba sasa nikasikiliza watu wao, nikasema no. Nikawaambia if something Mungu haja ninenea, I cannot dare to do that. I remember some years back kuna mchungaji alienda America. Kanisa yake mpaka walipiga vote kura. Nikapatiwa kura mingi ya kwamba niachiwe hiyo kanisa, wako na tent, wamejenga, wako na magari, wako na mashule, lakini akapata nafasi ya kwenda kule. But hata wakati waliniita, Mungu aliniambia, "Ngojea, zoea hapo nimekuweka." Hata na ujue kanisa haikuwa na watu wengi. We were less than 20 people. And that 20 people, Mungu ndiye ananiambia, "Listen to my voice." Watu wengi na ni vizuri mwambie, "Baba, I need your direction." Even in my marriage. Ya kwamba nataka direction. Biashara, nataka direction. A new move. Hata hii kumalizia, tumebakisha 2 months. Watu wako mlimani wakisema, "Baba nipatie pesa." Wengine wakisema, "Haro huko biguni, nataka mke." Ni kama kuna store ya mke ukule biguni. Hakuna.
Kuna wimbo tuliimbizwa hapa na wana youth. Mpaka mimi ungenikuta hapa nikisema halo huko biguni, ninataka gari. Na tulitoka hapa tukisema halo huko biguni na wana youth. Hata Pastor Charles, kwanza Pastor Charles alikuwa anafanya mguu hivi. Halo huko biguni. Tulikuwa hapa, hata mimi, hata nikipanda kwa madhabahu niliwaongoza na hiyo wimbo. Tuseme halo huko biguni. Wapi? Bwana asifiwe sana. Ni vizuri uweze kuambia Mungu, Baba, nionyeshe njia zako. Nionyeshe ile njia nitapitia. Nionyeshe ile njia. I need to know your ways. Kuna watu walipoteza maisha yao, wakakula raha wakiwa wadogo. Sasa hii ndio wamejua mwito wa Mungu. Pesa zao walikunywa, wamekuja kumtumikia Mungu bila. Walikula raha, sasa hii ndio wamekuja. Ni vizuri mwambie Bwana, nisaidie nisaidie. Na ndipo Yesu alisema waliokuwa wa mwisho watakuwa wa kwanza. Because hao watajua, watamtumikia Bwana wakati hao wamechoka. So tuko na washirika wamechoka. Wamekataa kujua mapenzi ya Bwana. They are tired of serving God. They are tired of working with God. They are tired. Hata fasting. Kuna wakati tulikuwa tunatangaza fasting. Wehoke Mwadhani aliniuliza swali juzi. Yaani mbona siku hizi watu hataki kesha? Lakini kukitengenezwa dumo wanajaa. Kukitengenezwa mugithi wanajaa. Nikamwambia mtumishi wa Bwana Joroge Wehoke Mwadhani, kwani hujui the time of the season? Kuna mambo haiwezi kanikwaza. Because ya kwamba Mungu amenisaidia kuelewa the time and the season in the Bible. Kwa hiyo tuko nyakati za kanisa la Laodikia. Ya kwamba Yohana aliambiwa adikia makanisa 7. Kanisa ya kwanza ni ya Efeso, waliambiwa warudie upendo wa kwanza ule walikuwa wanatumikia Mungu nayo. Kanisa ya Simurina ni majira na mihura ya kanisa kuteseka. Na wengine watawekwa korokoroni na wengine watawekwa jela. Na tumeona wachungaji wakiwekwa jela na korokoroni. Lakini Mungu akawaambia wavumilie mpaka kufa, na ya kwamba wakivumilia watapatiwa taji ya ufalme wa mbinguni. Wengine ni kanisa ya Philadelphia, wakaambiwa, wengine wakaambiwa. Sasa tuko pale kanisa ya Laodikia, they are lukewarm. Sio moto na sio baridi. Haujui mtu kama ameokoka ama hajaokoka. That is the season we are. Yesu isiwezi nikakwazika na washirika. Hata ukimwona ameingia kwa TikTok, amesema hebu sungusha, huwezi ukakuja ukamkemea hapa. Unajua ya kwamba Yesu aliangalia mtu anaitwa Judas. Akamwambia Judas, fanya kile unataka kufanya. Lakini alimwambia, akamwambia lazima unabii utimie. Lakini baadaye alimwambia, heri haungezaliwa utimize unabii. Na sio kuna watu ya kwamba because hawana direction ya Mungu, watatimiza unabii ulio mbaya. Ambayo Biblia inasema in the book of Timothy, watu wataacha injili iliyo ya kweli. In the book of Revelation about the church of Laodikia, wanaambiwa ya kwamba please, ya kwamba either ukuwe warm or hot, because God atakutapika utoke kinywani mwake. So tuko na washirika, they are not hot, they are lukewarm. Hata tukiwaangalia kwa kanisa tunaulizana, ni nini huyu anakaa kama amegiza baridi kama gari ya diesel? Unajua sasa tuko majira ile watu wanaongea vile wanataka, wanatukanana vile wanataka, hata wakiwa kwa madhabahu, hata wakiwa kwa social media wataongea maovu, because tuko hii dispensation. Lakini kanisa imenyamaza, wanasema watu wanatukanana, watu wanaongea vibaya, lakini hawajui nyakati, hawajui majira, hawajui muhura. Tuko muhura gani? Na sio ni vizuri kuelewa ya kwamba Mungu atusaidie katika ndani ya maisha yetu. Ana hii kitu mnaona ya kwamba Russia na China wanashikana. Ndio Biblia inasema after the rapture ya kwamba shetani atatokea Gog and Magog. Gog na Magog ni Russia and China. And so whatever is written in the Bible tunaiona physical. Ilisemekana tukiona mto wa Euphrates umekauka. Already ulikauka kama 5 years back. Na Danieli na Ezekieli walitabiria kitambo about the river Euphrates. Lakini watu wakati waliona kama ni kawaida. Wameona mito ikijaa damu. Pale Australia mito inajaa damu. Na ndivyo Biblia inasema. And there is no one was understanding about that. Because kuna kitu shetani ameficha watu wasijue majira na nyakati. So ni vizuri mwambie God, I need your direction. Kama the prodigal son. The prodigal son, hakukuwa na mtu alikuwa anaitwa prodigal son. By the way, was a parable. Yesu Kristo alikuwa anapeana.
lakini alikuwa anapeana kuhusu Mkristo na kuhusu kanisa. Akasema katika mwili wa Kristo kuna watoto wawili. Kuna mmoja alisema ya kwamba nipatie neema yangu, nipatie baraka zangu. Akaenda kuliko wasitumie vizuri, akaenda akaharibu neema ambayo Mungu amempatia, akaharibu anointing ambayo Mungu amempatia, akaharibu the grace and the favor that God have given unto him. Akajikuta anakunywa pombe, akajikuta anavuta mbangi, akajikuta kwa mambo ya dunia, lakini alikuwa mtoto wa ufalme. Lakini the same house of God, ya kwamba kulikuwa na mtoto ambaye alikuwa ametulia pale. Shida ya huyu mtoto, hataki kufanya kazi, hataki kutumika, anataka kuwa tu segembenge. Inaitwa segembenge, mwalimu wa fasihi. Amekaa hapo, bora tu hakuna kitu anataka. Lakini the prodigal son akirudi, na ndipo Yesu alifuatanisha three parables. Alifuatanisha the lost coin, the lost sheep and the prodigal son, or the lost son. Na so Yesu akipeana mfano alisema ya kwamba baba yangu ako tayari kukupokea ukimrejea. Hata kama umeharibu neema ambayo alikupatia, just come back to him. He will restore you. The same to the church. Ulipatiwa neema ya maombi, umeiharibu. Ulipatiwa neema kibali mbele za watu, umekosa kuelewa, umeiharibu yote. Hauna kibali tena mbele za watu, hauna neema tena mbele za watu, hauna usemi tena mbele za watu. The Lord is saying, just come back to me and I will show you the direction. Nitakuonyesha njia. He is still there waiting for you. The lost sheep ni kondoo zile, hakuna kanisa zinaenda, lakini zikitoka zinakaa kwa nyumba. Hapo ndio nilikuwa naambia kina Pastor Zakayo ya kwamba mnafaa kuacha wazee walio ndani ya kanisa, mtoke muende mtafute wazee ambao wamekaa kwa nyumba. That's why Yesu alisema ya kwamba ataacha 99, si kuwatupa hivyo. Hizi ziko katika zizi, lakini kuna lost sheep. Watu wale wengine ni financials wa nyumba la Bwana. Hawa financial pesa hazitakagi makelele. Mkipigia hao washirika makelele wanaondokanga. Na ndipo Yesu alisema ya kwamba the lost coin lazima uhakishe taa. Kuhakisha taa, lazima uhakikishie hao financials wa kazi ya Mungu unasimama na wao. Unawaonyesha ya kwamba I'm here with you. Because na ndipo inasema wakati waliona the lost coin, aliita watu wakuja washerekee. Lakini kondoo haikusherekewa. The prodigal son alichijiwa tu. Lakini hao wakati walionekana the financials wa kazi ya Bwana, Biblia inasema ya kwamba kuliitwa watu waweza kufurahia. Wakati utapata the revelation of the word ya kwamba ndivyo. Na usiende theology sana. Nimeenda and I'm not against the theology. Lakini ujue theology ni mafundisho ya mtu alisoma Biblia akapata ufunuo wake tofauti na yule mwingine. Kwa hivyo yeye anakufunua ama anakufundisha kulingana vile. So msitofautishane watumishi wa Bwana. Wacheni kutofautishana na watu wale wanasoma Biblia hivi. Wachana na wale ambao wanasoma hivi. Nyote mko sawa. Lakini muangalie mmefuata Kristo ama mmemfuata mkurugenzi mkuu wa chuo cha theolojia. Maana mkimfuata vile aliamini mtaishia mahali ameishia. Lakini wakati unatafuta Mungu zaidi, anajifunua kwako zaidi. Ezekiel alisema ya kwamba alikula neno la Bwana likiwa kinywani lilikuwa tamu. Lakini wakati liingia ndani lilikuwa chungu katika ndani ya maisha yake. Na ni vizuri mwambie Bwana siku ya leo ya kwamba Mungu, I need your direction. Nataka kujua njia zako. Musa alisema in the book of Exodus 33, sisi ni watu wa shingo ngumu, tusamehe. Hatufai mbele zako. Baadaye akasema tutavua vilivyo vya dhamani kwetu. We are ready. Because watu wale walikuwa na dhamini. Hii nilipewa na Wamasai wa pale. Na wananiuliza hii zingine waliniweka hapa za East Africa na ziko wapi? Ziko kwa nyumba anyway. Bwana asifiwe sana. Lakini niliona zimekuwa mingi kwa mikono. Na si vibaya. Mungu awabariki because niliona wanatusikiliza. Na Mungu awabariki mkiwa hapo. May the Lord bless you so much even for becoming our members, our online members. God bless you so much. Na Mungu akaweza kuwatendea mema. So ni vizuri unanyamaza unamwambia Mungu, I need to know your direction. Hata hii mwaka umeisha, hakuna kitu nimefanya. Jana kuna mwanaume alinililia nikitoka studio. Alinililia. Na si kijana, ni mzee, ni manager wa bank.
Aliniambia mano kwa mfuko. Mpaka nikarudi kwa mfuko nikambariki na kitu kidogo. Nikampatia 10K. Because aliniambia, mama, mwaka umeisha. Hakuna kitu nimefanya. Hakuna kitu nimetenda. Nikamuonyesha, nikamwambia, we have a prayer in our church of finishing well. Because ya kwamba tukiomba gari, waweza kuwa gari yako iliachiliwa Januari, lakini kuna direction haujui utaipokea namna gani. Wengine kile Mungu anahitaji tu ni humbleness. Wengine kile Mungu anataka kutoka kwako ni loyalty, just loyalty. Just loyalty. Hiyo ndio Judas alikuwa anahitajika akuwe nayo. Just loyalty. And because of this loyalty, alimiss baraka za Bwana. Alikosa kuelewa njia za Bwana. Wengine kile unahitajika tu ni maombi tu. Iondoe hiyo pasia imesimama mbele zako. Mimi hata maisha ya transformation na reformation ya Pastor Zakayo ndio ilinistua. Because for me namjua akiwa kwa mnyweso wa kuvuta bangi, dawa za hizo zote, kubero na nini na nini. Lakini wakati aliokoka, hakuna wakati nilikutana naye, lakini kuna mtu mwingine, Mama Kamau ndiye anajua huyo mtu rafiki yangu. Nilimkuta na kasigara akaweka kwa mfuko. Akachoma mpaka turosa na ilikuwa ile inasemanga hivi, nikamwambia, brother, ni ahia care. Bwana asifiwe sana. Unachomeka hapa. Mzee mwingine tukakutana naye pale Mpe. Wacha niwaambie siku ya leo, hakuwa anakunywa sigara, alikuwa anavuta hii kwa kidukuru. Hii wa kidukuru. Nasema wakati mfuta akifuta bagi hivi, nikamtokelezea hapo Mpe. Unajua alifanyaje? Tukiongea naye macho nikaona imekuwa kama damu. Nikamwambia usimeze please. Akaniambia usimeze. Kumbe ameitafuna yote. Kwanza akitema alikuwa anasema nikaenda nikamnunulia sport bili kama pasta. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia fruta hii bili hapa tukiwa naye hapa, hii ni ya kukukoboa na hii ni ya kukutoa hiyo kiu ili asione kama amepotea. Bwana asifiwe sana. Na hiyo mzee ni wa baraka. Is a man of blessing. Bwana asifiwe sana. So wakati mwingine ni vizuri kumwambia Mungu, I need to know your direction. Hatukujagi kuomba kwa maana hatuna time ya mambo ya kufanya. Ni vile tunaona tutafanya kazi ya Karogiguno. Karogiguno Biblia imekaandika in the book of Jeremiah. Ile kadege kanakuaga kanakaa kwa dam. Kwa dams. Kebaba kakona nini na kakona hapa juu. Biblia inasema kanamkaga usiku, asubuhi na mapema. Kanatoa chura inaruka. Kana shida hapo the whole day na usiku kanarara. Hakana nyama by the way. Hakanaga nyama. Hata mguu wake ni bao. Kwamba ni ngozi peke yake. Mungu akasema don't be like that. So kuna watu Karogiguno wanafanya biashara usiku mpaka they are watchman of their business. But at the end of the day there is no benefit. Because hawana the direction of God. So muulize Mungu tu, miezi miwili imebakia, nifanye namna gani that I'm able to finish well. Niongoze ni finish well. Nimeambia mtumishi mmoja ameniambia kwamba tunaombea pesa na tumbarikiwe. Nikamwambia sio shida. Lakini utaombea pesa zitoke wapi mbinguni? Si uombe Mungu akupatie direction. Mahali utapata hiyo pesa, ile Mungu atakuongoza. Mungu afungue njia. You may receive the grace of God to understand the time and the season. And number 2, to have the direction of God. Kama Musa hangejua na Mungu, wana wa Israeli wakati walipoteza the direction of God, walikaa in a wilderness 40 days and 40 nights. Mahali nilienda na gari kutoka Gosheni tukiwa na Farodhi na wapendwa wengine. Tulitoka Gosheni mpaka boda Taba. Watu ambao wanajua Taba ya kwamba kuingia Israeli, tulienda na kitu 7 hours. Lakini wakati hakukuwa na magari. Wasomi wanasema safari ilikuwa ya 10 days. Lakini safari ya 10 days because of losing the direction of God waliteseka 40 years. Wapendo, ya kwamba yukana teseka miaka mingi wakati utaruhusu the focus of God. Hata kama kuna mazito bagani katika familia, before uruhusu the direction of God, usiwahi kosa kumtafuta Bwana hata kwa maana mmepigana kwa boma, mumeitana merura. That is hiyo ni other things. Na hivyo mnapigana kwenu, hata watu wa dunia ndivyo wanafanyana. Vile mnaachana kwenu ndivyo watu wa dunia wanaachana. Lakini kuna watu maana marriage imeisha, sitamtumikia Bwana. Unaruhusu focus. Wakati biashara imeanguka,
una lose the focus of God. Mungu hakuna mahali anaingilia ndoa. Ndoa ilikuwa yako na ulikataa kuongoze vile alikuwa anataka kukuongoza. Kuna watu wakioleka na wakioa, Mungu aliwaonyesha kwa ndoto, Mungu aliwaonyesha kwa maono, akawaonyesha mtu ndiye huyu. Na ukiwauliza wakioana, kulikuwa na a lot of battles. There was a lot of oppositions. There is a lot of accusation. Lakini maana walikuwa na direction ya Mungu, waliingia kwa ndoa. Lakini yenu ya kuambiana, hii ninakupenda, unacheka, ni nongo hikie, ni hikia, ni yuke, ni tuinuke. Hata hakuna vita. Na kuambia ndio tuko na single mother sana. Na shida hakunanga single fathers. Na watu wawili tunakosaga hata kwa Bible. Kwa Bible tuko na orphans na widows. Na Mungu akajiita vizuri sana. Alijiita mimi ni baba wa yatima, mimi ni mume wa wajane. Hakujiita mimi ni mke wa walioachwa. Anajua hizi jambazi au sio nyinyi. Nasema walikuwa ndege ya Malaysia. Wanapokea sifa sana. Hata kuna jambazi inaangaliaga mke wake hivi, nauliza huyu akikufa naweza kuoa nani hapa kanisani? Na kwa hapa kwa kanisa tu. Uko naye unampikia simu lakini unampikia chakula lakini anauliza huyu atakufa lini? Bwana asifiwe sana. Huyu angekufa kaya kwamba ningeoa mzungu, nikae maisha mazuri. That's how the people that we are. Na that's why Mungu hakusema ya kwamba mimi ni mume, mimi ni mke wa hao watu. Alijua. Hii viumbe ni kali sana. Bwana asifiwe sana. Waweza kuona ndugu anaomba kanisani na anaomba na ndugu. Hata ukiuliza hao wanayudhi, ukiuliza akina Edu, wamechanganyikiwa. Wangekuwa wameoa. Lakini anaenda kuhubiri mahali kesha kule Nairobi anashindwa au ni warembo kuliko wa kwetu kanisani. Maana mataya Nairobi si kama hapa. Unasikia ya kwamba yule wakiongea na wadugu anaulizana huku ni namna gani. Akimaliza Nairobi anakuja anaenda kuhubiri kanisa ingine na hapa inaitwa Kichwa Gumu Ministry. Akienda huko Kichwa Gumu Ministry anakuta wengine, kwanza kuna wengine wanakaa Wahindi. Nasema ama ni hao. Na ndiposa vijana sahi hawataki kuoa. Wasichana msijiulize, ni kuchanganyikiwa kwa hao wadugu. Wangekuwa wameoa lakini wanawake ni wengi kuliko wadugu. Na sio wadugu wanajawa na kiburi. Na sida sana wadugu hawaombi siku hizi. Wanaangalia tokere na wanaangalia huyu mtu uso. Wanasema mtu, na sana sana saa hii wadugu wanataka mtu ako na pesa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwa kama wadada huko pesa, unaachwa na hao wadugu. Hata ukiwaona kanisani, wanaona kama sisi tumenyamaza hivi ni wajiga sana. Lakini hata nimesikia mmoja ameulizwa kwa radio nikikuja kanisa 6 saa moja hapo asubuhi. Nikikuja hivi, nilikuwa nimeweka radio kwa gari. Nikasikia huyo si kijana, ni msichana. Msichana akaulizwa, ilikuwa hiyo walikuwa naulizana. Akauliza kijana uko na nini? Kijana akasema ya kwamba nimekoboa nyumba ya double room pale Mwiki, Santoni. Santoni, ni Santoni ama ni Santon something. Akaambiwa uko na nini na nini? Niko na kiti moja, sofa set. Alimuita kubafu kwa lady. Sasa nikuja nikule viti. Mimi nataka mtu ambaye ako na mangondo. Ya kwamba na unasikia kwamba unataka mtu na wewe unasema unataka mtu ako na pesa. Ati siwezi nikakubali. Aliongea maneno mazito sana. And that lady was serious about that. So ni vizuri mwambie Bwana, I need your direction. Mahali imefika. Wacha nikwambie, ukiwa na direction ya Mungu, hata kama hamuna kitu, mnawania kwa carton. Lakini si hii generation. Hii sitawafariji wana youth. Jitume utafuta pesa. Tafuta hao wasichana, hata ukiona hapa wanawapima. Wacha kusema ati tuende tukaamini. Imani waliachia millennium. Sasa hii tuko Gen Z. So watu wa kuamini hapa, hakuna wadada wa kuamini saa hii ati tuende tukaamini tulee watoto. Wanataka watu wanajituma. Na ndiposa ninawakwambia understand the time and the season. Mwana youth uko hapa, kura 2 weka 8. Hata mzee ambaye uko hapa, kura 2 weka 8. Kama unalipwa 30,000, usikae nyumba zaidi ya 5,000. Bwana apokee sifa sana. Uliza huyo mwingine unalipa mshahara wa pesa ngapi? Kama unalipa mshahara wa 30,000 na unakaa nyumba ya 10,000, you need a deliverance. Maana hiyo hata siku chapwa. You need a deliverance. Ati unalipa mshahara wa 15,000, alafu unakaa nyumba ya 5,000. Uko na shida mahali. Bwana apokee sifa sana. I'm accountant by the way. Lazima ufanye hesabu. Uangalie ukikaa nyumba ya 7,000 na unalipa mshahara wa 15,000. Ya kwamba ukilipa nyumba na maji na nini, hiyo ni 8,500.
Umebakishiwa na pesa ngapi? 7,000. 7,000 ya kwamba uhesabu na breakfast. Mkate mzima, watoto wamerudi nyumbani. Shukuru walimu. Hata kama walikuwa wanawapea dego, at least tulikuwa na economy. Unalipa mwalimu kama Pastor Paul, unalipa 15,000. Saa hilo ni anakula mkate akiwa peke yake. Na maziwa na carton. Mimi niko na watoto walikuja, although Mungu ameniondolea, wamerudi mashule. Walikuja juzi, nikawaambia waende wafanye shopping. Wakafanya shopping ya 5,000. Alafu the following day nikauliza iko wapi? Nikamwambia hakuna. Nikamwambia Mungu, rudini shule. Afadhali kupeleka watoto shule wasubuane na walimu huku. Hao mtoto anakunywa shule. Wewe, Bwana asifiwe sana. Niliona pasa zako akifanya pale nje Saturday hivi nikajua iko nyumbani sasa. Iko hapa. Kwanza wazazi wale mmesomeshia watoto wenu boarding. Alafu sasa uletewe hiyo hao watoto nyumbani. Utachiogeleshea ukikuja kwa kanisa, tunaona umekaa hivi, tunauliza ni nini? Niko nagana. Yaani umepiga makelele kutoka asubuhi mpaka jioni. Na sana sana ukuwe na kijana. Unakuta mpaka amekutengenezea TV. Ate mama hapa imekaa haijakaa vizuri, imekoga nyundo. Imekaa hivi. TV kinarukia kijana unajua kipini kipitu. Kinarukia TV hapa. Kuna mtumishi wa Bwana alinitumia kijana mmoja anarukia TV ya baba yake alikuwa amenini. Yule mwingine kitoweo imewekwa pale na kuna wageni nje. Kijana anafanya sema sote. Miguu inaingia kwa kitoweo. Anaoga na shida ya kitoweo huwezi ukaosha. Urudishe kwa jiko. So kubalieni, ambia mwingine jisukume na shida zako. Hii ni shida ulijiletea na ni baraka. Bwana apokee sifa sana. Jitie moyo. So understand the direction of God. Na nimeona time yangu imeisha. So mwambie God, tumebakisha just 2 months. Ya kwamba this 2 and sio 2 months. By the way, hii wiki ni kuisha inaisha hata kama ilianza jana. We have only 45 days. Oh, ya kwamba almost 45 days hapo. Lakini hii 50 days God, I want to finish well. Mzungu alisema ya kwamba the last minute can save a man. Na mshirika wote uko hapa na unanisikiliza. Wacha kukaa maisha ya 40 years. Pastor Charles, wacha kukaa maisha ya 50. Kaa maisha ya 70 years. Ukikaa maisha ya 70 years ni kusema ya kwamba kuna saving unaweka. Kuna mambo unaweka. Hautatumia maisha yako vibaya hapa. Nilihubiri hiyo message mahali. Kijana akatokea hapa akaniletea bagi kwa madhabahu na sigara. Akasema nimeona sina akili. Akaniambia akaniambia utanigojea kwetu sio bali ni hapa. Nimesikia mimi nakuonaga kwa TV nikasema nikuje nikusikilize. Hapa Roido tu. Wakati huo kijana akaniambia nikubadilishe niende nyumbani. Kijana amekuja na stakabadhi. Amesomea Bicom. Imagine kule KU University. Ameniambia document. Lakini nifundisha watu nikambia the company that you are working with. Ya kwamba how wengine they are agents of the kingdom of darkness to destroy your life. Mzungu alisema ya kwamba show me your friend and I'll tell you whom you are. You cannot walk. Ukitembea na wezi watano utakuwa the next mwizi. Ukitembea na wafuta bangi utafuta hata kama ni pastor. Lakini ukitembea na watu wako na destiny, wako na career, wako na kesho yako, wanakwambia hapa usifanye hivi. Wanakwambia usifanye hivi. I do economy mpaka ya kanisa. I do economy. Uliza Madam Miss Poro hapa. Kuna wakati hata tulikuwa tunakaa chini yake kwa ofisi. Amekulwa na kichwa. Anasema hule. Kwanza aondokee hii mashida kidogo. Because ya kwamba kuna wakati conference imeisha. Ananiambia mtumishi wa Bwana, wacha tuchukue sadaka, tupatie wachungaji token na wao. Nawaambia no. Niliweka nadhiri na Bwana, hatutaguza sadaka. I will not touch the offering. Wacha nijue mahali itakuja. Kama ile crusade tulikuwa na 2022 iliisha. Tukaachwa na deposit ya more than 350,000 na crusade imeisha. Kila mmoja ameenda nyumbani. Na kwa maana shetani hakuwa amefurahishwa na that crusade. Kulikuwa na mambo mengi mazito. So ni vizuri mwambie God, my God and my Savior. Umwambie Mungu nisaidie tu. Nisaidie maisha yangu ya kiroho. Mwambie Mungu tu tafadhali God. Hiyo kwamba nataka kumalizia, sitaki kujiongoza. Wengine hapa mmepitia vita, mmepitia changamoto. Kuna mama ametoka Amerika na kuna dada alikuwa anataka kumsaidia. Rose King alikuwa anataka kusaidia huyo mama. Na hivyo nimejua mapepo, shetani sio kijana.
Mama, nikamwambia nataka kupatiana namba yako kwa dada fulani. Akaniambia no, usipatiane namba yangu. Nikamwambia kwa America and she is ready to help you. Akaniambia no, sitaki msaada wa mtu. Nimemtafuta saa hii mpaka amebadilisha simu nisimpigie. Amekaa America miaka yote lakini amerudi Kenya without nothing. And so brethren, it is good to manage yourself. Biblia inasema in the book of is it First Chronicles, Second Chronicles, the children of Issachar, they know how to divine time and season. Mwambie Mungu, tunataka kujua nitafanya namna gani. Nielekeze. Baba, watoto wangu wanataka kuoa. Si nielekeze nijue vile nitakavyofanya. Wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naenda birthday, nimewafanyia kwa bar. Nimewafanyia hivi. Nimefanyia hao vijana wangu. Nimewaonyesha njia isiyo nzuri. Sasa Mungu, nimekuja. Hao watoto wamekomaa. Wamefika wakati wa kuoa. Wamefika wakati wa kuolewa. Ya kwamba Mungu nisaidie nifanye namna gani. Mungu anaweza kukuongoza kama Job. Aliongoza Job. Job alikuwa anatoa the sacrifice. Because vita ya watoto hauwezi ukajua kile wamefanya. Lakini Job alisema ya kwamba perhaps in the book of Job chapter 1 from verse 4 to verse 5. Job anasema perhaps watoto wangu wametukana Mungu katika moyo. So anatoa dhabihu mbele za Bwana. Maana ajui atawaombea namna gani. Anasema ya kwamba I take the battle where it belong. I'm not bribing God, but God of mercy aweza kuangalia nimetenda matendo ya righteousness, nimetenda matendo ya haki, nimechukua dhabihu, nimepeleka watoto wangu kwa madhabahu. Anakuja anamwambia Bwana, wewe nimewekelea hiyo sacrifice kwa madhabahu, ni watoto wangu, ni wakubwa. Kuna mtoto mwingine alikuwa pale, tulikuwa na Pastor Paul na kina Jacob na Pastor Waroiro. Msichana mdogo, sijui 14 years ama 16, sijui alikuwa 37 ama 8. Tulikuwa tunajenga kanisa, hata nilikuwa nakumbushwa na Kemani, yule alikuwa anajenga makanisa hapa, atakuja kututembelea. Msichana aliambia mama yake, alirudia mama yake akimuuliza umetoka wapi? Kabia sasa unaniuliza nini umenitupa nimbita naye. Okay, kalikuwa anakaa kama mama, hata kalikuwa unajua watoto wa siku ya leo wanakula sana, wanakaa tu mama. Na wazazi muangalie zile watoto wenu wanakula. Waacha kuwapatia chakula kama unawapatia inaitwa MGO, mnamhitaji? Hii mahidi ya Amerika inaitwaje? Hii inahuhera watu wanafanya. GMO. Mnapea mtoto kako 6 lakini kanakaa kama mtu kamekula GMO. Bwana asifiwe sana. Katoto kanakuwa kama kamekula GMO. Hata kana kingine rafiki ya Pastor Paul. Kalikuwa kamekaa kama mama mpaka kanaanza kuchokozwa na huku. Alafu kanakuja kuniambia nimechokoza. Niambia ni unakula sana, unakaa kama mama hapa. Bwana apokea sifa sana. Unajua ni vizuri kusaidia mtoto, acha kumwambia mama hautachokozwa. Atachokozwa. Hao wanaume ni wale tu. Sasa kanakuja kusema kuna mwanaume amenifuata na huko. Kuna mtu amenifuata, nikwambia wacha kukula kama unakula GMO. Ni rafiki ya Pastor Paul. Kanakaa kama mama mpaka kwa nyumba. Mpaka akitembea unaona hii ni kama mama mahali. Hata kuna mahali tulisimama nako hapa nje ya kanisa. Mpaka mtu akaniambia salimia huyo mama. Hadi salimi. Na tumekaa naye hapa nje tumesalimiana naye. Uliza mama aliye karibu na yeye. Watoto wako tunakaa kama tumekula GMO. Hata kakikuja hapa kanashindwa kataigia youth. Hapa kataigia jina ya youth. Hata kama mnabishana nyumbani, mimi sitaenda junior youth kwa nini? Watu wananiambia mimi ni mwana youth. So mama, kama utuangalie hiyo maneno. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. By the way, mtu alinisalimia akaniambia kwamba salimia huyo mama hapa. Waka nikamwambia umesikia umesalimiwa mama. Achana na huyo, akacheka. Lakini mtoto wako secondary lakini anakaa mama. Bwana asifiwe sana. Hata kuna wengine nilienda nao hapa nikasikia watu wakisema na pastor siku hizi anaharibika, alisema gari yake haibebi wa mama na imebeba wasichana hao. Wao wengine wako hapa, wengine wanakuwa kwa media. Mmoja anaitwa Tesh, ni rafiki yake. Na hiyo mwingine. So tukashuka naye pale. So mbona apokea sifa sana. So hako katoto kalikuwa kanakaa kama mama yake, akamwambia mama yake, nini umeniacha na mpaka kanamgongea na huku. Nini umeniacha hapa, tumetoshana na Bwana sifa sana.
Ni vile tu niliona nitapelekwa jela na ni karibu na jela. Nilikuwa nisikia vibaya vile kamerudishia mama yake. Alafu mama yake anakuambia, "We, ni mimi nimeambia hivyo we. Sasa ukiambia mwana we, no. Onyesha mtoto mwambie, please my daughter, nilipotea njia na singetaka upotee njia ile nilipotea." Unamwambia mtoto wangu umefikisha miaka 25, unafaa sasa kuomba kuoleka. Usikuje kuoleka ukiwa na 35 na 40. Ni maana kuna kitu inaitwa menopause. Watoto wangu wote na ni wakubwa. Niko na watoto zaidi ya 32. Wengine 26 of them they are grown up. Hao 26 na waambianga mjue kuna kitu inaitwa menopause. Hata kuna mwingine alinipigia simu kwa university ananiambia kuna mtu ananichokoza hapa na ameniambia ni mkubali. Yeye anaitangwa Kate, ni Mkamba. Akaniambia hapa, nikamwambia na ukumbuka sisi kutoka Ukabani tunaolekaga mapema. Kwa hivyo uachane na hiyo, maliza masomo. Sisi watu kutoka Ukabani tunaolekaga mapema. Hii mambo tunafundishwa mpaka na nyanya zetu. Hii mambo bora. Okay, na watoto wako vizuri. Watu ambao mmefikisha watoto upasa karaja, uko na wanaume hapo. Ongea na wao kama wanaume. Kabla uletewe kesi za watoto hapo. Wewe unasema ni mtoto. Because shida ya wazazi hawajui the time and the season. Lazima uangalie mtoto wako akifika saa hii. Niuliza Pastor Charles, siku ya leo watoto zamani tulikuwa tunasema adolescence ni 12, 13 to 14 years. Pastor Charles akaniambia hapana, hata huku tuletea sana tarehe. Watoto wa grade what? 6. Yeah? 4. Yeah. Pastor Charles akaniambia watoto wa grade 4 huku wanataka hii santale. Wacha kusema ati ni za wamama wa kanisa. Hata huku tuna wamama wa shule. Wanasikia sana. So lazima tuelewe majira na nyakati zikibadilika. Uwakereshe watoto wako waambie please. Mimi baba yako tuliachana. Na tuliachana kwa ajili ya Kamunyweso. Na tuliachana kwa ajili ya hii. Na kwa maana watoto nataka tuombe Mungu atupatie direction. Akitupatia hii direction, hamutapotea. You may receive the direction of God today in the mighty name of Jesus. You may receive the direction of God. Okay, na wao. Mungu aliniambia uhubiri kile ambacho ninakwambia. Ukinisikiliza kile nilihubiri university jana, ni jana ama ni juzi, jana asubuhi. Wakati nilitoka mahali niliingia to a certain university. Niliwahubiria kuitana altar call. Niliona wasichana wote wamekuja hapa kwa madhabahu. Nilikuwa nafundisha kuhusu kidonda ya moyo. Nikasema wasichana wote umeumizwa moyo, unasikia utajitoa mpaka hai. Wasichana wote walikuja wakapiga magoti hapa. Baadaye nikasema uko hapa, watu wote wafunge macho, unajuanga umefuta bangi. Inua tu mkono wako kama mmesimama hapa. Wale nikawaambia wainue mkono hivi mahali nitaona. Nikaona mpaka wasichana wanavuta bangi. Nikawaongeleshia wakaniambia ni boyfriend wale walishikana na wao. It is a long company. Hubiria watoto waambie vile Biblia inasema bad company corrupt good moral. Waambie watoto uliingia university peke yako. You need the direction of God. Pastor Karaja, wale vijana wako wako college, kuwaongoza ni ngumu. Wanafikiria huyu mzae mpaka anavaa macho ine. Mimi ni mbili macho kwa macho. Wanajiita Gen Z. Kuongoza hii kizazi inaitwa Gen Z. Mama Suluhu alienda kucheza na Gen Z. Ilichoma mpaka kampuni yake. Hawajali. Because they call this generation, unless you have the wisdom and the direction of God, vile utaongoza ili wamalizie vizuri. And I pray for you today. Kama kuna afadhali ukose pesa lakini upate direction. Bwana apokee sifa sana. You know the direction of God. You walk with God. Katika Daniel. Kuna dada nimeambia na kwa huku Kenya. Akaniambia pastor, nimefanya kazi Gav. Alikuwa naishi Qatar. Ameniambia niko Qatar, ya kwamba nikamaliza contract nikawa keboy, nikafanya biashara zangu hapa na pale nini, kukafunguka mlango huu, nimepata document ya kwenda mahali kunaitwa Iraq. No, si Iraq. Kunaitwaje? Sijui kunaitwa namna gani. Nikamwambia dada, si ufikirie vile utakavyofanya. Akaniambia please, nafikiria kununulia baba yangu gari. Nikamwambia huu ni wakati wa kununulia baba. Okay, mni understand, si nyinyi, ni huyo. Nikamwambia unateseka hivi, I wish kama ujue lazima utawekea baba yako. Nikamwambia baba yako anafanya kazi gani? Ni ya kukamua. Nikamwambia gari inataka mafuta kila